Msaidizi maana yake nini? Msaidizi maana yake nini? Kwa sababu alipokuwa anaumba, lugha ya Mungu haisemi nitamfanyia huyu mwanaume mwanamke. Kwa hiyo cha muhimu kwa Mungu sio mwanamke. Cha muhimu kwa Mungu ni msaidizi wa kufanana na mwanaume. Kwa hiyo anaweza kuwa mwanamke asiwe msaidizi, ila hawezi kuwa msaidizi wa kufanana na wewe mpaka amekuwa mwanamke. Nasema hivi, wewe mwanaume, si kila mwanamke ni msaidizi, lakini hawezi kuwa msaidizi mpaka amekuwa mwanamke. Kwa sababu mwanamke ni updated system ya mwanaume, na kwa sababu hiyo ana sifa ya kuwa msaidizi. Lakini si kila mwanamke ndani yake kuna hii character inafanya kazi. Kuna mwingine ni mwanamke tu, lakini hii haifanyi kazi kule ndani. Kwa hiyo sasa alipokuwa anatengeneza huyu mwanamke na kumuita msaidizi, alikuwa anataka kutuambia kitu gani? Msaidizi ni kitu gani? Kwa nini aseme nitamfanyia mwanamke akae pamoja naye? Anasema nitamfanyia msaidizi. Kwa hiyo kulikuwa na kitu ndani ya huyu msaidizi anayetengenezwa. Ndani ya huyu msaidizi anayetengenezwa. Kumbuka pale mwanzoni nimekuambia swala la Mungu kutengeneza msaidizi ni kwa ajili yake kabla alijawa kwa ajili yako. Na ndio maana anafuatilia hata unavyooa, anafuatilia hata utaratibu wako wa kupata mwanamke, kwa sababu unapopata mwanamke hupati kwa ajili yako. Biblia inasema hivi, apataye mke ajipatia kibali. Kwa sababu gani? Kuna kitu sasa, kuna features ndani ya mwanamke ambayo itakuwa updated ndani ya mwanaume. Na Biblia inaheshimu nafasi hii ya msaidizi kiasi ambacho Roho Mtakatifu inaita msaidizi mwingine. Kwa hiyo swala la Roho Mtakatifu kuja haliondoi mwanamke kuwa msaidizi, hata kama ukikasirika. Nasema hivi, swala la Roho Mtakatifu kuja haliondoi mwanamke kuwa msaidizi. Na ndio maana kwenye ile Yohana 14:16 Yesu anasema, mimi nitamuomba Baba naye atawaletea msaidizi mwingine. Kwa hiyo kuna mwingine tayari yuko duniani, unataka ama hutaki. Unapenda kusikia ama upendi. Kuna watu wanadharau wanawake kiasi ambacho hata akisikia kwamba mwanamke ni msaidizi anafikiri ni wa kufua nguo. Nafasi hii kwenye ulimwengu wa mwili inaweza ikatafsiriwa vibaya, lakini kwenye ulimwengu wa roho iko active sana. Ni ya maana sana na ni kubwa sana. Na ndio maana Mungu akusema nitamfanyia mwanamke, alisema msaidizi. Sasa cheki, ndani ya msaidizi kuna kitu ndani yake. Msaidizi kwanza lazima awe na nguvu kuliko wewe unayesaidiwa, kwa sababu unapofeli wewe, yeye ndo anatakiwa afanye. Akishakuwa mwanamke ni mlinzi, maana yake ana nguvu kuliko wewe uliye ndani. Unayemweka getini hawezi kufanana na wewe, kwa sababu kinachopita getini ndicho kinachokuzuru. Kama kikishinda geti, ulinzi wa getini ni mkubwa kuliko ulinzi wa ndani. Mlango wa chumbani kwako ni mdogo kuliko wa geti ule wa nje. Ule mkubwa umeweka mlinzi kule nje kwa sababu ana nguvu kuliko wewe uliyelala ndani. Ana uwezo wa kukaa kwenye baridi wakati wewe umelala ndani kwenye joto. Ana uwezo, hey my Lord, my God, anaweza kuumwa na mbu usiku kucha wewe umelala ndani. Manake lazima uwe na stamina kuliko wewe. Kuna mahali unahitaji usaidizi ili kusudi la Mungu litimie. Ukiwa mwenyewe unaweza ukaona spidi yako iko sawa. Ukiwa mwenyewe na akili zako unaweza ukaona maombi yako yanatosha. Ukiwa mwenyewe unaweza ukafikiri kila unachofanya ni sawa. Ukiwa mwenyewe ukiumia unaweza ukafikiri kwamba ni sawa tu, utakapokaa sawa utaendelea. Lakini ukiumia ndani ya moyo kuna system, kuna kusudi la Mungu aliwezi tembea na maumivu. Kuna kusudi la Mungu aliwezi tembea na hiyo nguvu ya maombi uko nayo. Kuna kesi huwezi shinda kwa kujitetea mwenyewe, unahitaji mtu mwingine aseme badala yako. Kuna mahali unahitaji mshauri atakayesema hili hapana kwa sasa, hata kama ni kusudi la Mungu. Kuna saa huwezi toboa